Ndugu mtazamaji wa Mareka TV, karibu tena kwa mara nyingine. Nikiwa katika maeneo hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kutembelea baadhi ya wafanyabiashara wapambanaji ambao hapa katika maeneo tofauti tofauti, tukiangalia fursa zao, changamoto pamoja na mwingine mengi. Tutaweza kupiga story, tuko na kaka hapa mbele yetu, lakini pia langu jina mimi naitwa Damaria Makao. Usiache kunifuatilia katika YouTube channel yetu ya Mareka TV kwa ajili ya mambo mbalimbali, michezo, habari na matukio mengi ya wasanii. Karibu sana. Niko mbele yangu hapa yuko na kaka, atajitambulisha yeye ni nani na anafanya nini katika biashara yake. Kaka, habari? Salama. Habari ya kazi? Nzuri. Pole na majukumu. Asante. Unaitwa kaka nani? Kwa majina naitwa Elias Sanga Mizemu, ni mjasiriamali wa matunda kama unavyoona hivi. Aha, na hapa ni eneo gani labda? Hapa inajulikana kwa umaarufu Sheli ya Inatia, ni maeneo ya Sheli ya Inatia. Mabibo sio? Mabibo. Aha, yeye kaka, toka tujue biashara yako labda umeanza na mtaji wa shilingi ngapi? Kwa biashara yangu hili imeanza kwa mtaji wa shilingi 19,000. 19? Aha, na je mpaka sasa labda uko mahali gani yani mtaji? Mpaka sasa hivi nilipofikia ni sehemu nzuri. Ni sehemu nzuri, maana nimeanza na mtaji wa shilingi 19,000. Mpaka leo nimefikia hatua ya kuchukua mahitaji ya kuemea matunda ya shilingi 20,000, 25,000. Aha, nataka nikuulize labda ni faida gani unazipata kupitia biashara yako? Faida nayoipata hapa, faida ni ama ni kwa kifupi tu labda niseme wateja wako ni aina gani kwanza? Wateja wangu ni wa kiume pia wa kike, kila ni lika. Na je wewe una familia, let's say una mke na watoto, unaendesha vipi biashara yako na familia? Hapana. Faida? Sina mke. Wala huna mchumba? Wala sina mchumba. Na je unakuimu vipi biashara yako, labda umepanga ama leo umejenga au umefanyaje? Nimepanga. Na unamudu vizuri kodi ya nyumba na biashara yako? Kabisa namudu. Aha, na naomba kujua ni changamoto gani unazozipitia ukiwa barabarani sehemu kama hii na wateja wako katika biashara yako? Changamoto unazozipitia ni changamoto za kawaida tu. Sio kusema kwamba ni changamoto labda biashara inapokuwa ngumu, pia ni changamoto na yenyewe. Kwa ni changamoto za kawaida. Ngumu kivipi ukimaanisha? Kimaanisha labda unakuta matunda unayochukua kama hivi, sometime hayaendi, yanalala, kwa ni moja ya changamoto moja. Aha, na je nilikuwa nataka kujua labda wananchi ama watazamaji wa Mareka TV nataka kujua labda ni changamoto gani nyingine ama ni wito gani ambao unaweza tuseme kuwahusia wananchi ama wa vijana ambao wako majumbani, tuseme ambao wapo majumbani tu hawapambani, wengine wanaiba, wengine wanafanya matukio tofauti, lakini wewe umeamua, kaka mzuri kama wewe, umeamua kukaa barabara unapambana. Je, unaambia nini vijana wenzio? Cha kuwashauri vijana wenzangu, kikweli tusikae tu. Hizi ni biashara ndogo ambazo zina mtaji mzuri tu. Kusema ukweli, labda cha kuwashauri zaidi, kusema ukweli, wasilale. Ni biashara ambayo ukiangalia mtu ukipita tu barabara unaweza kusema labda kwamba ni kitu cha kawaida, lakini faida ipo na ni faida ni nzuri. Ukiachana na kusema kwamba labda ukae, maana hapa sijaajiriwa, nimejiajiri mwenyewe. Na unaendesha tu maisha yako vizuri kabisa? Vizuri kabisa. Hivi tu unavyoona hivi. Sawa. Je, wito wako hasa kwa serikali yetu hii, hasa katika kipindi kama hiki cha uchaguzi, wito hasa kwa serikali ama ushauri kwa serikali wawafanyie nini wajasiriamali, wafanya biashara kama nyinyi wadogo ili na nyinyi kuweza kufikia ndoto zenu? Wito kwa serikali. Wito kwa serikali, watuangalie kama hivi tulivyo barabarani hivi, maana sometimes kunaweza kutokea changamoto yoyote, umeambiwa hapa ni sio sehemu sahihi, hilo nalo waliangalie. Ni hivyo. Ndugu mtazamaji wa Mareka TV, nadhani umemsikia kaka hapa ameweza kujielezea changamoto zake katika biashara yake. Labda nikuulize tu kaka Samani, unawakinga vipi wateja wako katika biashara? Maana hii biashara ya chakula inahitaji hali ya usafi, inahitaji mazingira. Nikikuangalia katika mazingira yako uko vizuri, umependeza, ni biashara yako inapendeza. Je, unawakinga vipi katika swala zima la kiafya wateja wako? Wateja wangu nawakinga, najitahidi kuwa msafi zaidi, na ndio maana nimeweka hivi kabati ili kuzuia kama nzi na vidudu mbalimbali kama unavyoona. Kwa hiyo ni njia ambayo nimetumia kukinga manani hivyo. Na je, unawaambia nini wale ambao wanachukulia biashara kama hizi
hazina, yani mtu anaona kuja kukaa sehemu kama hii anapoteza muda wake pasipo wewe kujua kwamba wewe umeanza kwa mtaji wa shilingi 19,000 na mpaka sasa hizi umeniambia kwamba umefika 20,000. Je, unawaambia nini wale wanaozalao biashara kama hizi na vile vile na wale ambao hawapo katika mazingira ya usafi? Mtu anafanya biashara tu bora liende. Yaani bora tu mtu anatoka aende. Je, unawaambia nini kwenye swala la usafi na vile vile wanaozalao biashara kama hizo unawaambiaje? Cha kuambia kiukweli wasidharau kazi. Usidharau kazi. Pia kwenye swala la usafi ni swala mojawapo la kuzingatia sana. Biashara kama hii hapa ni ndogo, lakini usafi wangu ndio unanifanya nazidi kupanda zaidi. Mimi ndio ninachoamini hicho. Okay, nashukuru sana kaka, asante sana. Ndugu mtazamaji wa Mareka TV, nadhani umemsikia kaka hapo amejielezea changamoto anazozipitia kwenye biashara yake na vile vile hali ya mazingira yake ya usafi, na ameweza pia kuwahusia vijana ambao kwa majumbani wanadharau biashara kama hizo wasipokujua kwamba mguu wa kutoka wanasemaga wasiwete mtume kauombea. Kwa hiyo nawasihi vijana ama Watanzania ama ndugu zangu ambao mko majumbani ambao hamjui nini mfanye, mjaribu basi kufanya biashara kama hizi ili muweze kukimu mahitaji yenu, ili muepukane na changamoto za kuomba, muepukane na changamoto tuseme za mambo mengine ya tamaa. Hadi kwa mara nyingine, mimi jina langu ni Mariam, bado usikose kufuatilia YouTube channel yetu ya Mareka TV kwa ajili ya vipindi vingine vya habari, michezo na ukizingatia kesho na kusi mtazamaji wa Mareka TV usiache kufuatilia kwa sababu kesho kuna mechi kubwa ya kati ya Simba na Yanga. Kwa hiyo yapo mazuri yanayokuja. Asanteni sana na washukuru sana.